Bwana asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Kipekee ni mshukuru Mungu kwa kuwa ametupa nafasi tukakutanika mahali hapa, na lengo kuu la kukutanika katika madhabahu hii ni kwa kujifunza neno la Kristo. Kwa jina langu ninaitwa Richard Joseph, ni mzaliwa halisi wa Arusha, lakini kwa sasa niko Morogoro kwa ajili ya masomo. Ninatanguliza shukrani zangu za dhati kwa viongozi pamoja na wanagrupu wote ambao tuko pamoja, lakini shukrani zangu za dhati ziende kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi, ambaye kwanza ametupa nafasi ya uhai na uzima mpaka siku ya leo. Kabla ya kuendelea na kipindi, ningependa niende katika kuliitia jina la Bwana ili kwamba akapate kutusaidia katika kipindi hiki cha kwetu. Mtakatifu Mungu wa rehema, Baba wa majeshi, uishi na kutawala, tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu mkuu, tuna kila sababu ya kukuinua Bwana wangu Yesu Kristo kwa uwezesho wako na kwa neema yako. Na Bwana, tukikumbuka ya kwamba ulitukomboa kwa damu yako ya thamani na ukaondoa ule uadui ulikuwa kati yetu pamoja na baba yetu, na sasa hatu huru kumuita Baba, yaani mpenzi wa mioyo yetu. Kile kiambaza kilichokuwa kikitenga kwa sababu ya dhambi ya Adam kiliondolewa katikati ya maisha yetu na kazi ya msalaba. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana, na au kutuacha peke yetu, bali ulitupa Roho yako Mtakatifu ili kwamba tuongoze katika maisha na isaidie nyoyo zetu katika kuelewa na kujifunza yale ambayo tunazidi kujifunza. Mfalme, tunakuomba Baba, Roho Mtakatifu usika katikati yetu, ukihudumia kila nyoyo ya kila mmoja, na kila mmoja mtakatifu akakutane na wewe ukimsaidia na kumganga sawasawa na mapenzi yako Bwana, ili tukaelewa yale yote ambayo tumejipanga na yale yote ambayo Roho Mtakatifu amependa kutufundisha siku ya leo. Mimi pamoja na ndugu zangu tuko pamoja kujifunza yale ambayo Roho Mtakatifu anatufunza. Katika jina la Yesu Kristo, saidia maneno yote tutakaonena kupitia vinywa hivi vya udongo. Roho Mtakatifu akatusaidia na akatuongoze. Katika utakatifu wa jina lako tunakushukuru Mungu mkuu. Katika jina lako, amen. Ya kipekee nitoe shukrani kwa uongozi na kwa ndugu jamaa na marafiki ambao mmepata kibali cha kuunganika katika ibada hii. Ni nafasi ya pekee sana. Lakini pia tumshukuru huyu Mungu kwa uzima na uhai, maana kipekee sana tumepata nafasi ya kuwako. Labda tungeweza kupata ripoti na taarifa za wengine, tungejua ili jambo la kumshukuru Mungu lilivyo kuu, kwa sababu Mungu ametupendelea zaidi ya wengine. Ya siku ya leo tunakwenda kujifunza somo ambalo Roho Mtakatifu ametamani tujifunze, na somo letu linakwenda kwa ujumbe wa unabii unayetimia katika taifa la Israeli. Ya kama unaandika, andika unabii unaotimia katika taifa la Israeli. Tutajifunza kwa vifungu na nitakuwa ninatoa audio fupi ili tuweze kujifunza na kuelewa kwa kina zaidi. Somo letu ni unabii unaotimia katika taifa la Israeli. Unabii unaotimia na uliotimia katika taifa la Israeli. Naona ukiweka hivyo itakuwa sawa. Andika unabii uliotimia na unaotimia katika taifa la Israeli, ikimaanisha ya kwamba uko ambao umekwisha kutimia na uko ambao unaendelea kutimia. Naamini kwa kichwa hicho kimekaa sawa. Unabii uliotimia na unaotimia katika taifa la Israeli. Ya kabla hatujaingia kwenye somo, katika swala lizima la unabii wa siku za mwisho, katika masomo ya haya ya eschatology, ikimaanisha maswala ya siku za mwisho, yako au tuseme ziko kalenda, iko miongozo ambayo inatuonyesha kwamba tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Na Mungu hakutuacha hivi hivi, bali alituacha yana kalenda, ratiba ambayo inatuonyesha kwamba tulitoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Kabla hatujaingia katika kalenda hizo tuzifahamu, mfano mzuri ni pale ambapo
Mafarisayo walikuwa wakizungumza na Bwana Yesu katika kipindi fulani, wakawa wanamwambia Bwana Yesu, tunaomba utupe ishara kutoka juu. Bwana Yesu katika, nahisi ni Mathayo, naomba tufungue tuangalie katika kitabu cha Mathayo, mlango wake ni wa 16, pasina shaka. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu wakimwambia aonyeshe ishara itokayo juu mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwako na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Maandiko yanatueleza vizuri hapa. Mafarisayo walitaka kujua ya kwamba ishara gani ambazo zinaashiria masuala haya ya ufalme wa Mungu, lakini Yesu Kristo aliwakemea kwa sababu walikuwa wanaweza kuzisoma ishara, na sio wao tu, hata sisi tunaweza tukaangalia juu angani tukaona wakati mawingu labda ni mazito tukajua kabisa mvua inanyesha. Unaona, tunaweza tukaangalia upepo mkali tukajua kabisa lipo jambo linatokea. Tunaweza tukaangalia hali tukajua kabisa majira haya ni kwa sababu ya kipindi hichi, kwa sababu tuna uwezo wa kuyasoma majira kama hivyo ambavyo tuna uwezo wa kusoma majira ya anga, mabadiliko ya hali ya hewa na mambo mengine mengi. Hivyo hivyo akimaanisha ya kwamba kama waliweza kusoma ishara za nyakati, basi walikuwa ni wanafiki. Sio kwamba walikuwa wafahamu kwamba kuzisoma pia ishara za dalili za mwisho, bali wale walikuwa wanakuwa kama wanafiki mbele za Mungu. Kwa hiyo kumbe Bwana Yesu hapa anatuonyesha kwamba ishara zipo za kutambua ya kwamba tuko wakati gani, tumetoka kipindi gani na tunaelekea wapi. Na ndio sababu akawa anasema katika mafundisho mengi akasema ya kwamba enendeni mkaihubiri Injili na ujumbe mkuu waambieni kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu gani? Kilikuwa ndicho kipindi chake na yalikuwa ndio majira yake ya kwamba ufalme wa Mungu uje, na ufalme wa Mungu ulikwisha kufunuliwa katika roho, nikimaanisha kwamba mpaka sasa hivi tuko katika ufalme wa Mungu, lakini utafunuliwa pale ambapo utafunuliwa dhahiri pale ambapo sasa ndipo ambapo tutachukuliwa kama kanisa na wote wamwaminio Kristo na kwenda kukusanyika juu pale mawinguni kwa takriban miaka 7, na baada ya hapo tutarejea tena hapa, ndipo ufalme wa Mungu utasimikwa hapa duniani kwa miaka 1000. Lakini kwa sasa tuko katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Ishara gani zinaonyesha tu ndani ya ufalme wa Mungu? Ishara mojawapo ni kwamba anasema ukifuatilia kipindi kile Kristo alivyokuwa akitoa mapepo akawa anayaamuru yatoke, wale Mafarisayo wakawa wanamwambia anatoa kwa Beelzebul na sio kwa uwezo